Mwaka 1969, 1969 utasalia katika kumbukumbu za historia kama mwaka uliotishia kumalizika kwa ushawishi wa jamii ya Luo katika ulingo wa siasa nchini Kenya, haswa katika mauaji ya kikatili ya kijeshi yaliyotekelezwa chini ya amri ya uongozi wa Rais Mzee Jomo Kenyatta almaarufu the Kisumu Massacre of the year 1969, ikiwa ni takriban miaka tatu wakati huo tangu nchi ya Kenya ilipopokea uhuru kutokea kwa wakoloni wa Uingereza. Leo katika kipindi chetu cha The Drums of History tunazamia kwa undani katika kisa cha the Kisumu Massacre of the year 1969 na tunakuletea matukio kamili yaliyopelekea kutokea kwa mauaji yale ambayo yanaaminika zaidi ya watu 100 waliweza kuuawa chini ya amri ya Mzee Jomo Kenyatta. Ilikuwa ni ziara ya kwanza ya Rais Mzee Jomo Kenyatta kule Kisumu baada ya aliyekuwa makamu wake wa rais Jaramogi Odinga kujiuzulu kutokea kwa serikali tawala na kuanzisha chama chake cha upinzani kilichotambulikana kama Kenya People's Union dhidi ya uongozi wa mwandani wake ambaye kwa wakati huo alikuwa amegeuka adui Rais Kenyatta. Huu ukiwa ni mwaka 1966, 1966. Kwanza ikumbukwe, serikali ya Uingereza ilikuwa ikumbukwe miaka ya mwisho ya mkoloni ya 1960s ilipokuwa imekaribia kukamilika, serikali ya Uingereza ilikuwa imempa pendekezo Jaramogi Odinga la kuchukua hatamu na kuliongoza taifa la Kenya kama waziri mkuu. Ila Jaramogi akagoma kuchukua fursa ile na kuamua kuongoza maandamano katika sehemu tofauti nchini Kenya, akiomba kuachiliwa kwa Mzee Jomo Kenyatta aliyekuwa wakati ule ameshikiliwa na serikali ya ukoloni na alikuwa gerezani. Huu ukiwa ni mwaka 1961, 1961. Na baada ya maandamano kadhaa, Kenyatta alipata kuachiliwa kutokea gerezani na bila kusita Kenyatta akachukua nafasi ya kuwa waziri mkuu ama prime minister kuongoza Kenya mwaka 1963, 1963. Mwaka mmoja baadaye akateuliwa kama rais kamili wa Jamhuri ya Kenya, huku Jaramogi Odinga akitwikwa jukumu na kufanywa makamu wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, nafasi aliyoshikilia kwa kipindi cha miaka 3 pekee. Jaramogi baadaye aliweza kung'atuka serikalini mwaka 1966, 1966, pamoja na viongozi wengine waliomdhamini na kuanzisha chama chao cha mapinduzi ama chama cha kupinga serikali kilichotambulikana kama Kenya People's Union Party, KPU, kilichopinga uongozi wa Kenyatta kikamilifu. Mwaka wa 1969, mwaka 1969, miaka 3 baada ya Jaramogi Odinga kuondoka serikalini, kabla ya tukio la the Kisumu Massacre, matukio kadhaa yalikuwa yamejenga chuki na hanga za siasa katika eneo la Kisumu ama Nyanza province dhidi ya Kenyatta. Kulikuwa na chuki ambayo ilikuwa imeweza kujengeka. Jamii ya Luo nchini Kenya ilikuwa imeanza kumlaumu Mzee Jomo Kenyatta kwa matukio kadhaa ambayo yalikuwa yamewafanyikia viongozi wao, aswa ikiwa ni jambo la kwanza lililotendeka mwezi Januari 1969 ni kifo na mauaji ya waziri na wakili Agwens Kodhek aliyekuwa rafiki wa karibu wake Jaramogi Odinga
akiuawa tarehe 29 Januari mwaka 1969. Inaaminika serikali ilichapisha kwamba Odinga aliweza kufariki dunia katika ajali ya barabarani, lakini kulingana na uchunguzi ambao umefanywa na vyombo tofauti na nyumba tofauti za habari nchini Kenya, imepata kuthibitishwa kwamba kifo cha Odinga akikuwa kifo cha kawaida ama kuweza kuiaga dunia katika ajali ya kawaida ya barabarani. Aliweza kuiaga dunia katika ajali iliyopangwa na kukadiriwa na serikali ya mzee Jomo Kenyatta. Na kidole cha lawama kilielekezwa sana kwa Rais Kenyatta na raia wa Kisumu wakati ule. Miezi 6 baadaye na baada ya kifo chake Odinga, aliyetajwa wakati huo kama mwokozi na mkombozi aliyesalia pekee katika jamii ya Luo, Thomas Odhiambo Mboya, akiwa kama waziri wakati ule almaarufu Tom Mboya. Tarehe 5 mwezi Julai 1969 alipigwa risasi mchana peupe na kuuawa katikati mwa jiji la Nairobi. Kisa hiki pia kikiendeleza kukuza chuki dhidi ya Rais Kenyatta na uongozi wake haswa katika sehemu za Luo Nation. Miezi 4 baada ya kifo cha Tom Mboya, tarehe ilikuwa ni 25 Oktoba 1969. Mwezi Oktoba tarehe 25 mwaka 1969, Rais Kenyatta alikuwa akihudhuria sherehe ya ufunguzi wa hospitali ya umma katika kaunti ya Kisumu, akifutilia mbali onyo zote alizokuwa kapewa na raia pamoja na viongozi wa Nyanza kutotembea Nyanza wakati ule ama mwaka ule ambapo wingu la siasa za chuki dhidi ya uongozi wake Kenyatta lilikuwa limetanda. Kulingana na machapisho tofauti na ushuhuda wa watu waliohudhuria hafla ile ya ufunguzi wa hospitali, viongozi wawili walianza kugombana na kujibishana, ikiwemo aliyeongoza katika majibishano yale ni Jaramogi Odinga pamoja na mzee Jomo Kenyatta. Kenyatta alipopanda jukwani alifanya kosa kubwa sana la kupinga chama chake Jaramogi Odinga cha KPU, Kenya People's Union, pale alipodai kuwa Kenya ina chama kimoja tu kulingana na katiba ambacho ni chama cha KANU na ndicho kilikuwa chama tawala. Hivyo au wengine waache propaganda za kueneza chuki dhidi ya taifa la Kenya na kuweza kuendeleza siasa za kikabila. Huo ndio ulikuwa msemo wake mzee Jomo Kenyatta, kilichokuwa ni chama tawala nchini Kenya wakati ule. Na wananchi wa Kisumu hawakukubaliana na matamshi yake Rais Kenyatta. Hivyo nyimbo za upinzani za kumpinga Kenyatta huku akimsifia Jaramogi Odinga ziligubika anga la Kisumu. Nyimbo za kukisifia chama chake Jaramogi cha KPU zilitawala huku mabango hewani yakimlaumu Rais Kenyatta kwa mauaji ya waziri Tom Mboya pamoja na Odinga. Odinga Jaramogi mwenyewe alikuwa katika mkutano ule. Pia alimkashifu Kenyatta wakati alipanda jukwani kwa mauaji ya Tom Mboya na Odinga, akidai kuwa Kenyatta alikuwa kageuka kuwa dikteta. Dakika chache baadaye raia walianza kumuwinda Rais Kenyatta kwa mawe, kila moja akitaka kumgonga Kenyatta usoni na jiwe. Hivyo maafisa wa polisi ambao walikuwa pale, lilikuwa ni jukumu lao kumlinda rais. Hivyo jeshi la polisi likihofia rais kujeruhiwa lilianza kufyetua risasi hewani kuwatawanya wananchi, lakini jitihada zao ziligonga mwamba. Umati ulizidi kukaribia alipokuwa rais ambaye kwa wakati ule alikuwa kapandishwa samani kwenye gari lake. Vita vya panzi, furaha ya kongoro. Viongozi wengine waliokuwa katika mkutano ule walitokomea katika magari yao na kuondoka. Hivyo kazi ilikuwa ni kwa maafisa wa polisi
kumwokoa Rais Kenyatta. Risasi hewani hazikuwatawanya raia wale. Kenyatta akatoa amri ya kufyatua risasi za kuwaua raia ambao walikuwa wakimkaribia. Raia waliokuwa mstari wa mbele waliweza kufyatuliwa risasi, ila wengi wao hawakusita, wakaendelea kukaribia gari lake Kenyatta. Wengi inaaminika walikuwa ni wanafunzi wa shule. Vijana ambao walikuwa ni wanafunzi wa shule ndio waliongoza mkutano ule. Polisi hawakusita kufyatua risasi na takriban watu 11 waliaga dunia kulingana na stakabadhi za polisi. Majeraha ya risasi za polisi yaliweza kuwaua watu 11. Hii ni kulingana na ripoti ya polisi, lakini raia wa Kisumu walipinga taarifa zile kwamba ni watu 11 pekee waliweza kufariki. Watu wa Kisumu wakidai kuwa zaidi ya watu 100 waliweza kuuawa siku ile na polisi, ikiwa ni watu wasokuwa na hatia, kina mama pamoja na watoto. Baada ya Rais Kenyatta kuweza kufaulu kuondoka katika kaunti ya Kisumu na kurejea jijini Nairobi, aliweza kutoa amri Kenyatta na jeshi la polisi. Baada ya Rais Kenyatta kuondoka Kisumu usiku ule, maafisa wa kijeshi kutokea katika kitengo cha GSU walimwagwa kule, na amri kutokea kwa Kenyatta ilikuwa ni kuadhibu raia wa Kisumu ambao walimpiga Kenyatta. Inaaminika polisi wale waliwatoa watu manyumbani mwao wakiwa usingizini na kuwapiga kipigo cha mbwa msikitini, na pia kuwaua wale waliojaribu kupigana na polisi. Siku 2 baadaye, tukio lile lilipelekea viongozi kadhaa wa chama cha KPU, Kenya People's Union, kukamatwa na chama cha KPU kupingwa marufuku nchini Kenya, wakifanya taifa la Kenya a one party state. Na Kenyatta akataja kwamba Kenya ina chama kimoja na ni chama cha KANU ambacho kilikuwa ni chama tawala. Kiongozi wa chama cha KPU Jaramogi Odinga alipata kufungwa kifungo cha nyumbani mwaka 1969, na kifungo kile kiliweza kuisha mwaka 1971. Jaramogi Odinga ni moja kati ya mashujaa katika siasa za Jamhuri ya Kenya, ambaye ingawa aliweza kupigana sana na kuweza kupinga serikali tofauti, hakuwahi kukamatwa na kufungwa gerezani. Alifungwa tu kifungo cha nyumbani, house arrest kama jinsi ambavyo inatambulikana. Ila mwanawe Raila Odinga ambaye ni Raila Amolo Odinga anatambulikana kama baba kwa wengi. Ndio maana wengi wanamtaja kama shujaa na kusemekana ya kwamba mahala ambapo amefikia katika siasa za Jamhuri ya Kenya ana mafanikio makubwa sana kumpiku babake. Maana yeye Raila amefungwa mara 3 gerezani. Ya kwanza akifungwa miaka 6, ya pili mwaka 1, na ya 3 miezi 10. Ni hayo kwa sasa kulingana na kisa hiki cha the Kisumu Massacre. Umejifunza yapi kuhusiana na kisa hiki? Maoni yako kwenye comment section, tutashukuru sana. Na asante kwa kuweza kufuatilia na kuzingatia stories zetu. Kipindi hewani ni The Drums of History. Story yetu ya leo ikiwa ni the Kisumu Massacre of 1969. Mimi niite FK Mwenda. Hii ni FM Show. Usibanduke bila kusubscribe.